Katika ulimwengu wa muziki na biashara, wachache wameandika historia kwa kalamu ya ushawishi, mafanikio na utata kama Sean Combs, anayefahamika kama P Diddy. Kutoka mitaa ya New York hadi ofisi za juu za makampuni ya mabilioni, safari yake si ya kawaida. Ni simulizi ya ndoto ya Marekani iliyojaa tamaa, vipaji, nguvu na kivuli cha tuhuma nzito. Lakini nyuma ya jukwaa, pesa na umaarufu, ni nani hasa P Diddy? Karibu kwenye simulizi ya mfalme wa hip hop, mfanyabiashara mwenye ndoto kubwa na mwanaume anayezidi kuzungumziwa kuliko kueleweka. Hii ni hadithi ya kijana mmoja aliyekulia kwenye mazingira magumu ya New York, lakini akawa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika muziki wa hip hop duniani. Huyu ndiye Sean Combs, ambaye ulimwengu unamjua kama P Diddy. Kama ni mara ya kwanza kufika kwenye YouTube channel hii, tunakuomba ufanye subscribe ili uendelee kuwa na sisi. Sean Combs alizaliwa Novemba tarehe 4 mwaka 1969 katika mtaa uliokumbwa na vurugu, uhalifu na umaskini, New York. Mama yake Janice Combs alikuwa nesi na mwanamitindo wa muda. Baba yake Melvin Combs alikuwa mfanyabiashara wa mitaani aliyejihusisha na mambo mengi ya kutafuta maisha ya haraka. Lakini alipofikisha miaka 2, tukio la kutisha lilitokea. Baba yake alipigwa risasi na kuuawa akiwa ndani ya gari kwenye barabara za Manhattan mwaka 1972. Combs hakuwahi kukumbuka tukio hilo, lakini alikuwa akijua daima kwa dunia imemchukua baba yake mapema, na akabaki na mama yake mmoja shupavu aliyekuwa tayari kufanya chochote ili mtoto wake asife na njaa. Baada ya hayo yote, mama yake alihamia Mount Vernon, eneo lenye utulivu. Combs alianza kujulikana kwa tabia moja, mwendo wa haraka kama ndoto zake. Alikuwa kijana anayeuza magazeti, anayecheza mpira, anayeorganize matamasha madogo ya shule. Alikuwa hashindwi. Alipenda fashion, alipenda muziki, na zaidi ya yote alipenda kuongoza. Elimu na mwanzo wa uongozi. Combs alisoma katika Mount Semico Academy, shule ya Kikristo, huko akicheza American football na kujulikana kama Puff Daddy, kwa sababu alipokuwa akicheza mpira alikuwa akitetemeka akipanda pressure, sifa iliyoishia kuwa sehemu ya jina lake la baadaye. Lakini pamoja na michezo, Combs alikuwa na akili ya biashara tangu mapema. Alikuwa mtu wa kupanga parties, kuuza tiketi na kuhakikisha kila tukio linaisha kwa faida. Baada ya kumaliza high school, alijiunga na Howard University, chuo ambacho kimezaliwa kwa kitovu cha vipaji vingi. Akiwa chuoni, alianza kuratibu matamasha ya wanafunzi, na matamasha hayo yalikuwa makubwa kiasi kwamba jina lake lilianza kusikika nje ya chuo. Lakini hakumaliza chuo, ila si kwa sababu alishindwa. Alihisi ndoto yake iko mitaani, kwenye muziki na sio darasani. Enzi ya Uptown ilikodi, mwanzo wa mwamko. Combs alipewa nafasi ya kufanya internship katika Uptown Records, lebo iliyokuwa ikiongoza mdundo ya R&B na hip hop mwanzoni mwa miaka 90. Kutoka kufogea studio, Combs aligeuka kuwa mtu wa kuleta vipaji vingi, kwa sababu alikuwa mchapakazi kupitia maelezo. Kampuni ilimpa kazi rasmi akiwa na miaka 20 tu. Hapo ndipo alianza safari ya kuunda majina ambayo leo ni icons. Aligundua vipaji vingi, ikiwemo Mary J. Blige, malkia wa hip hop soul, Jodeci, kundi lililoleta mapinduzi kwenye R&B, na maproducer waliobadilisha muziki wa R&B. Combs alikuwa kijana mdogo, lakini tayari alikuwa injini nyuma mafanikio ya kampuni nzima. Lakini upepo ulibadilika. Baada ya mfululizo wa parties, show na mambo mengine yaliyohatarisha jina la kampuni, P Diddy alipoteza kazi Uptown. Alifukuzwa. Lakini badala ya kuvunjika moyo, aliamua kufanya kitu ambacho kingempa jina linalotetemesha industry hadi leo: kuzaliwa kwa Bad Boy Records. Mwaka 1993, akiwa hana chochote zaidi ya maono, Combs alianzisha lebo yake mwenyewe, Bad Boy Records. Hii haikuwa tu lebo ya muziki, ilikuwa mtindo wa maisha, ilikuwa brand ya ujasiri, utajiri, ubabe na ubunifu.
Msanii wa kwanza aliyeingia Bad Boy alikuwa kijana aliyeng'ara kwa uwezo usio wa kawaida, The Notorious Big Smalls. P Diddy alimfanya Biggie kuwa star wa dunia kwa spidi ya kushangaza. Albamu yake ya Ready to Die mwaka 1994 ilivunja rekodi na kumweka Brooklyn kwenye ramani ya dunia. P Diddy alikuwa zaidi ya producer, alikuwa visionary. Lakini glory haikuja bila giza. Mwaka 1997 Biggie aliuawa akiwa Los Angeles akiwa na umri wa miaka 24. Kwa Combs, kifo cha Biggie kilikuwa kama dunia yote imeangukia juu yake. Alishindwa kulala, alishindwa kula, alishindwa kuongea. Ndani yake kulikuwa na pengo lisiloelezeka. Lakini kwa maumivu hayo, alitengeneza wimbo ambao ulilia na dunia nzima, I Will Be Missing You. Wimbo wa kumwaga Biggie ambao ulikaa namba 1 kwenye charts. Kipindi hicho Combs hakutaka tu kuwa producer, aligeuka msanii na dunia ikamkubali. Albamu zake No Way Out mwaka 1997 iliyoshinda Grammy, Forever mwaka 1999, The Saga Continues mwaka 2001, Press Play mwaka 2006, Last Train to Paris mwaka 2010. Hiti zake maarufu ni I Will Be Missing You, All About the Benjamins, Bad Boy for Life, Coming Home. Collab alizofanya ni nyingi, ikiwemo Asha, Keyshia Cole, Busta Rhymes, Jay-Z, Rick Ross, T.I., Kanye West, Nicole Scherzinger. Muziki wake ulienea duniani na toa zake zikawa kubwa. Vipaji alivyokuza na waliofaidika naye. Combs hakujijenga peke yake, alijenga kizazi kizima cha wasanii. Alikuza Big, Maze, The Lox, Faith Evans, Toto, French Montana, Machine Gun Kelly. Combs hakuwahi kuishi maisha ya kawaida. Yeye alipenda kuonyesha maisha makubwa, magari, fashion, muziki na pati zinazoitwa white parties ambazo zilijulikana duniani. Aliwahi kuwa na uhusiano na Kimputa aliyemzalia watoto, Jennifer Lopez, Cassie na wengine wengi maarufu. Lakini pamoja na hawa yote, aliwachunga watoto wake wote na kuwa baba anayejitahidi kwa familia. Katika maisha yake yote, Combs alikumbana na skendo nyingi, kutoka mapigano katika parties, kesi ndogo ndogo na drama za mahusiano. Hata hivyo, hadithi hii ya leo haizingatii sana skendo, bali safari ya kijana kutoka ghetto aliyejenga ufalme wa muziki. Leo Sean Combs anajulikana kama miongoni mwa wasanii wa hip hop ya kibiashara, producer bora wa kizazi chake, mjenzi wa brandi ya wasanii wakubwa na mtu aliyebadilisha namna muziki wa hip hop unavyosikika. Kutoka New York, mtoto aliyempoteza baba yake akiwa mdogo sana, mpaka kijana aliyeshushwa kazini, mpaka mwanamuziki aliyemzika rafiki yake mkubwa, mpaka mfalme wa Bad Boy Entertainment. P Diddy amekuwa zaidi ya msanii, amekuwa chapa, nguvu ya kiuchumi na ishara ya mafanikio kutoka chini hadi juu. Simulizi ya P Diddy haijafika mwisho, inaendelea, ikitazamwa na dunia kwa makini. Hii ni safari ya mtu mmoja aliyeamini kwenye nguvu ya ndoto. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Na muhimu zaidi, subscribe ili uendelee kupata simulizi nyingine za kusisimua kama hii. Bye bye.